Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Niwape hongera kwa kufika saa hii na katika kipindi hiki. Kwa wewe unayenisikiliza, acha nijitambulishe kwa majina. Ninaitwa Sharon Laban Solomon, ni mtumishi wa Mungu kutoka Mbeya. Na wakati huu tunaenda kushiriki neno la Mungu ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila mmoja anayesikia sahihi. Lakini kabla ya kuendelea, acha niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya saa hii na muda huu. Watoto wako tunaenda kujifunza habari ya neno lako. Bwana, naomba likatuimarishe, likatujenge, likatukaripie, likatuongoze katika maisha yetu. Tunajikabidhi mikononi mwako pamoja na watu wako wote wanaosikiliza saa hii. Kwa damu yako ya thamani, Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakati huu tunaenda kulisikia neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 3. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, neno yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mstari wa 3, kwa maana kwa neema niliyopewa na waambia, kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu nataka nizungumze katika ujumbe unaohusu kijana na mahusiano. Na nimetumia ujumbe huu wa kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa 3 kwa sababu vijana wengi wametumia miili yao vibaya. Wametumia miili yao katika namna ambavyo hazimpendezi Mungu, katika namna ambavyo ni jinsi gani wanajiangamiza na kujaribu katika namna walivyowekwa katika Kristo. Mungu amemuumba kila mmoja kwa kusudi lake. Lakini vijana wengi, wakiwemo mabinti pamoja na watoto wa kiume ama vijana wa kiume, wamekuwa wakitumia miili yao si kwa katika namna ya kumtukuza Mungu, ila ni katika namna ya kujitafutia faida, kujinufaisha yeye mwenyewe. Ni kiasi kwamba kinampelekea kuwa mbali na Mungu na kutoweza kutimiza maono yake, kwa sababu kila mtu ana maono ambayo anatakiwa kutimiza katika dunia hii. Katika ulimwengu huu hatupo kwa bahati mbaya, na hatupo kwa sababu tunahitaji kutimiza tamaa zetu za mwili au katika kutimiza yale tunayofikiri kwamba yanatuletea faida. Hapana, ila tupo kwa sababu kuna kusudi Mungu ameliachilia katika maisha yetu. Na ndio maana Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 huu tuliosoma ya kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tutoe miili yetu kwa dhabihu na ibada yenye maana na takatifu, ambayo inakubalika mbele za Mungu. Neno la Mungu linazungumza ya kwamba sisi vijana ni watu wenye nguvu, tumechaguliwa, tumeteuliwa kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa ajili ya kuliombea kanisa, kwa ajili ya kusaidia taifa letu, kwa ajili ya kulisaidia kanisa kwa ujumla. Hivyo inatupasa jinsi gani ambavyo tunaweza kujiweka vizuri katika ibada, katika namna ya mbele za Mungu. Inatupasa sisi tutoe miili yetu kikamilifu, tutoe miili yetu kwa namna ambavyo inampendeza Mungu, inaleta utukufu mbele za Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 31 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12, anamzungumzia kitabu hiki kinamzungumzia
Yusufu ambaye alikuwa ni kijana mdogo wa Yakobo. Yusufu alikuwa na ndoto na ndani yake amelihifadhi neno la Mungu. Alikuwa na hofu ya Mungu kiasi kwamba hakuweza kutangua maono ama ndoto alizokuwa nazo. Ni kwa sababu gani? Ndani yake alikuwa na hofu ya Mungu. Ndani yake alikuwa anamcha Mungu. Alionekana kumcha katika mwili pia, na ndio maana ukiendelea kusoma, ilifika wakati ndugu zake walimkataa, ilifika wakati ndugu zake walimuuza, ilifika wakati ndugu zake walimchukia kana kwamba walichukua hatua hata ya kumuuza. Na alipouzwa, tunaona ya kwamba aliuzwa kwa Potifa, na mke wa Potifa alimuona kijana huyu kwamba ni kijana mzuri. Biblia inamsifia ya kwamba kijana huyu alikuwa ni mzuri wa sura, mzuri wa maumbile, alikuwa ni mtu wa kutamanika. Mwanamke yule akamtamani, lakini hakuweza kuanguka naye dhambini. Ni kwa sababu gani? Alilijua kusudi alilolibeba. Alijua ni kitu gani amekibeba ndani yake. Amejua ya kwamba siku nitakapoanguka, maana kuanguka dhambini ni rahisi, lakini kutengeneza tena maisha yako yawe na mahusiano mazuri na Mungu ni ngumu. Vijana wengi wameshindwa kutimiza maono yao, wameshindwa kutimiza ndoto zao. Ni kwa sababu gani? Wameongozwa na tamaa, na kule kusifiwa kuonekana kwamba ni wazuri sana, ndipo zaidi walipoporomoka na kuanguka, lakini ni vigumu tena kutengeneza. Vijana wa kike na wa kiume, wakati huu ni wakati ambao hatutakiwi kuongozwa na utandawazi. Wakati huu ni wakati ambao hatutakiwi kuongozwa na mawazo ya watu. Wakati huu ni wakati ambao hatupaswi kuongozwa na desturi zinazoendelea ambazo tunasema ni desturi za kisasa. Huu wakati ni wakati ambao mtu unatakiwa uongozwe na neno la Mungu, ushauriwe na neno la Mungu. Uwe ni mtu wa maombi, uwe ni mtu wa kujua sauti ya Mungu, ni mtu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Saa hizi watu wasiwasi wa vijana wanaanguka dhambini. Wanaona uasherati, uzinzi, mambo kama hayo, ujambazi, wizi, unawafanya kwamba ndio sehemu ya maisha yao, ndio vitu ambavyo wanavitumikia. Biblia inasema ya kwamba msiweke miili yenu kwamba iwe ni sehemu za kufanyia ibada vitu vingine, kujitoa sadaka kwa vitu vingine. Kumbuka, unapofanya uzinzi, hiyo ni sadaka unaitoa. Unapofanya ujambazi, ni sadaka unaitoa. Unapofanya uasherati, ni sadaka hiyo unaitoa. Unapofanya chochote kilicho mbali na Mungu, ni sadaka hiyo unaitoa. Sasa hiyo ni sadaka unaitoa kwa namna gani? Chochote unachokifanya mbali na Mungu, huo ni kumtumikia shetani, ni kumtumikia mfalme ambaye ni mfalme Shetani. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Anasema kwamba anawapatiliza wana maovu wa baba zetu, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wachuki zao, lakini anawapenda maelfu wampendao na kuzishika amri zake. Inatupasa sisi vijana tusimame katika kutimiza maono tulionayo, kutimiza yale ndoto zile tulizonazo. Kijana huyo kama ninavyozungumza katika ujumbe ya kwamba nazungumza kijana na mahusiano. Yusufu alipofika wakati ambapo alitakiwa kuoa, hakwenda kwenye utaratibu tu wa kujichukulia kama hivi. Sasa hivi unakuta tu mtu anachukua mke tu anazini naye, anasema anazini naye, anajua kwamba ni wakati ambapo anajifurahisha. Hivyo vitu unavyovifanya ni ibada, unazifanya katika ibada za sanamu. Binti, unakuwa umejikatia tamaa. Unaona kwamba mimi hapa siwezi kufanya chochote kama nisipozini, kama nisipojiuza, kama nisipofanya namna ya kutamanika. Pengine nikifanya hivyo ndipo nitapata pesa. Pengine nikifanya hivi ndivyo huyu mtu atakaponipenda. Unapoteza muda. Hiyo thamani ukiuza, ndugu yangu, ni vigumu sana kuipata. Kijana, unapokutana na mwanamke ama unapofanya tendo la uzinifu, unauza ule urithi wako, kama jinsi ambavyo Esau ameuza urithi wake kwa Yakobo. Basi ndugu zangu, tusiuze urithi wetu. Tusitamanishwe na vitu vinavyopita.
hivyo vinapita tu. Ikiwa una mchumba au ikiwa una mume au ikiwa tayari upo katika mahusiano yako hata wewe na mke wako, basi shikilia ile ambapo unapokuwa pamoja naye, kama ni mke wako, kama ni mume wako, Mungu akiwa katikati yenu, basi unakuwa ni utatu mtakatifu. Tofauti na vile ambavyo leo upo na hivi, upo na vile, mnajiingiza katika mambo machafu. Mungu wetu hakai mahali pachafu, na Roho Mtakatifu hakai mahali pachafu. Ukitaka Mungu akujibu, inabidi kwamba wewe uwe tayari. Ukitaka kujibiwa maswali yako, ukitaka Mungu aachilie majibu yako sawa, inabidi wewe usimame katika njia sahihi, ili Mungu anapokuja katika nafasi aliyokuweka akukute. Ila ukiondoka kwenye nafasi ukaenda mahali pengine, ndipo Mungu atakuja na majibu yako asikukute. Hivyo utoe mwili wako kumtukuza Mungu. Jitoe kimwili, jitoe kiroho, jitoe kiakili, jitoe kwa nguvu. Umtumikie Mungu katika namna ipasavyo, na ndipo Mungu atakapoachilia maji ya uzima ndani yako. Utakuwa ni kisima kisichokauka maji. Kila siku maji yakichotwa bado yanazidi kutokea maji masafi, maji ambayo yanatamanika katika unywaji, maji ambayo ni matamu. Kwa sababu gani? Kisima chako kitakuwa ni kisima kisichokauka maji. Na kusema hivyo, ndugu yangu, rafiki yangu, kijana mwenzangu, nataka nikuambie kwamba usikate tamaa katika maisha unayoyaishi, wala usijionyeshe kujikatia tamaa. Mtu yeyote asidharau ujana wako. Jitoe mbele za Mungu. Kama ni maombi, omba sana. Ukitaka Mungu ayajibu maombi yako, basi jitoe kikamilifu. Jitoe katika akili na roho. Usikae katika namna ya kuigiza. Kama umeamua kusimama mbele za Mungu, simama mbele za Mungu. Basi ndugu yangu, acha nikwambie kwamba Mungu anaweza mambo yote, na Mungu anasimama naye asimamaye, na anapiga hatua pamoja naye apigae hatua. Mungu wa mbinguni akubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, lihimidiwe jina lako, liinuliwe jina lako Yesu. Asante kwa neno hili ambalo Bwana umeliweka siku ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili ya mwingine yeyote ambaye tayari amesikiliza ujumbe huu. Basi Bwana Mungu, tunakuomba na ninakusihi saa hii ukamfunike kijana huyu, ukamfunike dada huyu, ukamfunike mmoja huyu anaenda kulisikiliza neno hili, aliyeenda kulisikiliza neno hili, likazidi kumuimarisha, likazidi kumjenga, likazidi kumfanya ni mti uzao matunda. Yesu Kristo, asante kwa sababu kila mmoja alipoenda kulisikia neno hili, limekwenda kumbadilisha na kumuimarisha. Yesu Kristo, ninakupa sifa, heshima na utukufu. Upokee sifa Mungu wetu uliye hai, kwa damu yako ya thamani Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen.